Jambo la tatu ndugu zangu ni hili. Jambo la tatu katika usafi wa moyo, ili tuweze kulinda usafi wa moyo ni hivi. Linda mawazo yako, linda nia zako, na uhakikishe kuwa ni safi na zinaendana na mapenzi ya Mungu. Mawazo na nia na malengo zinaweza kumkosesha mtu asiishi katika usafi wa moyo. Ukiwa na mawazo ya kuwadhuru wengine, ya kuwasema wengine, ukiwa na nia ya kuwakwaza wengine, ili wengine wajisikie ni wadogo kwako, ili wengine wajisikie wao hawana thamani kwako, na wewe uweze kutukuzwa na hao wengine. Maisha siku hizi ndio hivyo, watu wanataka watukuzwe. Wewe unataka utukuzwe. Je, Mungu afanywaje? Kwa hiyo tulinde usafi wa moyo kwa njia ya kuepukana na mawazo potovu, nia potovu, na tuhakikishe kuwa nia safi na njema ziendane na zile za mapenzi ya Mungu. Mungu nia yake ilikuwa njema. Alitutoa sisi katika utumwa wa dhambi, alikuwa na nia njema. Nia yake tangu zamani za mababu aliwatuma Musa na Haruni. Kwanza alimtuma Musa kule Misri, alimwagiza Musa awaokoe Waisraeli. Nia yake ilikuwa njema ya kuwaokoa wale watu. Sasa sisi mara pengine tunajisahau, tunataka kushika nafasi ya Mungu, tunapenda kusikiliza kuliko kusikilizwa kuliko kusikiliza. Mawazo haya toa, nia hizo futa, hakikisha kuwa ni safi na zinaendana na nia za Mwenyezi Mungu. Jambo lingine, hii hapa sijui kama mtaweza, lakini rahisi sana ndugu zangu wapendwa. Epuka porojo, uchochezi, uchonganishi. Haya mambo, usemi mbaya ambao unaweza kuwavuruga watu, kuwadhuru watu. Porojo isiyokuwa na maana. Unajua katika maneno mengi unakuta watu wanaongea mengi. Katika hayo mengi, kumbe umeshatenda dhambi. Mungu wangu, wewe mwenyewe hujijui. Ukiwa una porojo, epuka wakati huu wa Kwaresma. Na utaweza, kama umeweza kukaa kimya au kuwa na porojo mbalimbali ya uongo, kwa sababu katika maneno mengi uongo haukosekani. Uchochezi usiokuwa na akili, yaani unachochea kitu ambacho si, badala ya kuchochea namna ya kupata maendeleo, sisi tunakuwa na mambo ya hovyo. Yes. Alafu unakuta mtu mwingine anakuwa mchonganishi. Porojo. Yaani ukikaa, ukimya pia ni jibu ya katika maisha ya kawaida. Tuepukane, tusidhuriane. Kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi ambacho sisi tunatakiwa tuingie ndani. Tukae, moyo ukae katika hali ya neema ya utakaso. Usikubali kuacha hata siku moja kusali. Usikubali kuacha hata siku moja njia ya msalaba ndani ya wiki. Hata ikiwezekana usali kila siku, sio dhambi. Kama una muda, inafaa kufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, tutafakari hilo, porojo. Mtakatifu Benedikto anasema kwenye maneno mengi hapakosekani kuwa na uovu. Penye maneno mengi, pale ambapo unavuruga tu, unaongea tu uongo. Ndio maana anakataza katika kanuni yake, anasema mtawa akienda huko nje akazunguka huko, yote aliyoyaona huko nje asilete hiyo porojo ndani ya monasteri. Lakini Ukristo wetu pia inapaswa hivyo. Tusiishi katika porojo isiyokuwa na akili. Porojo yetu iwe neno la Mungu. Porojo yetu iwe usemi ule ambao Yesu ametufundisha. Kama jana tulisikia usemi wenu uwe ndio na sio. Tuunganike
na Kristo katika wakati huu wa Kwaresma, kuendana na yeye na kufanya kazi ndani mwake, na sisi tuwe imara ili yeye atukuzwe ndani mwetu. Nyingine sasa, kutafuta kuishi maisha ya uadilifu, maisha ya uaminifu katika shughuli zako zote na wengine. Penda kuishi kwa uaminifu, kwa uadilifu, na jishughulishe na wasaidie wengine pale ambapo wanahitaji msaada wako. Alafu pia tujizoeshe kuwa wanyenyekevu, tuepuke kuwa na kiburi, majivuno, majigambo, uchoyo usiokuwa na maana yoyote. Hayo yote katika wakati huu wa Kwaresma tunatakiwa tuepukane nalo. Uchovu usiokuwa na maana, wivu, kiburi, majivuno. Tuwe wanyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu wewe sio mjinga. Ukiwa mnyenyekevu ndio kumwona Mungu. Haya ndio mambo ya usafi wa moyo. Ukitaka usafi wa moyo ni hivi. Ndio maana nilianza na mada ya usafi wa moyo, ili baadaye tunaposhuka iwe rahisi kuelewa. Na kama mpaka leo hii hujapokea sakramenti ya kitubio, utafute nafasi kabla ya Jumatano ya Majivu ili uendelee kusafisha moyo wako. Ndugu zangu wapendwa, jambo lingine la 7, watendee wengine kwa mapendo, kwa upendo, kwa fadhila, kwa huruma, bila kujali malezi yao au imani yao au wanatoka wapi, wanasali wapi, sijui anasali dhehebu gani. Usiangalie anasali wapi. Wewe fanya kwa upendo, fadhila na huruma, bila kujali hizo haya madhehebu. Saidia kila mtu. Usiangalie ni Mkatoliki tu unamsaidia. Ukifanya hivyo unatunza usafi wa moyo. Wakati wote wa Kwaresma unatakiwa uishi namna hiyo. Na sio wakati wa Kwaresma tu uishi mwaka mzima hivyo. Baada ya mwaka mzima itakuwa mazoea, unaishi kitakatifu. Alafu jambo lingine, epuka kujihusisha na tabia za dhambi na majaribu yanayoweza kukupelekea mbali na Mungu, ambaye anakutenga na upendo wa Mungu. Epuka mazoea yale ya dhambi. Tazama dhambi gani huwa mara nyingi unaangukia huko. Tazama mambo gani mara nyingi unayafanya. Kama mara nyingi wewe ni mtu wa matusi, kutukana, kusengenya. Acha. Kipindi hiki cha Kwaresma haya ndio mambo ya kuacha, haya ndio mambo ya kujitolea, maana haya ndio yanasafisha usafi wa moyo. Mioyo yetu yanakuwa safi. Haya ndio ufagio wa mioyo yetu. Tukiacha haya mambo, tumefagia mioyo yetu, tumesafisha, tunamkaribisha Kristo ndani mwetu. Ndugu zangu wapendwa, tutafute kuishi maisha rahisi na ya kutafakari makuu ya Mungu. Kujiweka chini ya ulinzi wa Mungu badala ya kuongozwa na kupenda mali na upupa na jinsi tunavyojizoesha. Tuachane nayo. Mali haikatazwi. Mali, hatuna shida na mali, lakini tuepuke zile nafasi ambazo zinatuletea dhambi. Tujizoeshe kujitathmini na kujikabidhi, na tuwe na nidhamu katika maneno yote ya maisha yetu. Tukiwa na nidhamu hiyo, nidhamu ya kuishi vizuri, nidhamu ya kutunza usafi wa moyo, nidhamu ya kujaribu kuthubutu kuishi maisha matakatifu, tutaweza kufanikiwa. Kipindi hiki cha Kwaresma basi tumeanza kufundisha hii mapema ili tuweze kuelewa. Leo ni Jumatatu, maamuzi hujachelewa kwamba mimi niendelee kukaa kwenye dhambi, niendelee na maneno yangu ya hovyo au nijishughulishe na kazi mbalimbali ili nisipate nafasi ya kuongea maneno hayo. Jambo lingine, kuwa mwaminifu na mwangalifu na vyombo vile vya habari, burudani fulani unavyotumia. Hakikisha kwamba inapatana na maadili ya Kikristo.
Ndugu zangu wapendwa, hapa nikianza kuzungumzia msinichukie. Lakini hata mkinichukia nimesema ukweli. Ni hivi. Sisi kuna vyombo vya habari tunavitumia kama hivi simu, hivi Vimeo. Baadaye mtasikiliza, mnaposikiliza haya mtasikiliza kwa kutumia simu zetu hizo. Hizo simu zetu ni safi sana. Na ni simu ambazo na ni mara nyingi tunatumia vizuri. Lakini simu zetu hizi lazima uchague nini kimo mle ndani. Mfano mzuri, mtu anafungua, anasema anatunza usafi wa moyo. Samahani kwa kusema, lakini lazima niseme kwa sababu ni wajibu. Mtu unaangalia picha chafu. Watu wanaangalia pornography. Watu wanaangalia picha za mapenzi. Lakini hawana muda wa kuangalia, hata wakiona inapita mahubiri ya askofu fulani au Yesu na wanafunzi wake wanatembea au Daudi na Goliati wakipita hapo wanapitisha haraka ili wapate zile picha za wale mabinti vilivyochanganyikiwa vinavyofundisha mapenzi kwenye YouTube. Watu wako wanapenda kusikiliza, wanapenda kufungua masikio yao kwenye hayo. Na asubuhi unajikuta mtu katika mawazo yake usiku mzima anaota tu kwamba niliambiwa niishi na mwanaume hivi au niliambiwa niishi na mwanamke hivi, lakini hawezi kusema kwamba nilisoma Biblia niliambiwa niishi na Kristo hivi. Tuache kuangalia picha hizo ovyo. Watu tunakuwa wachafu. Watu baadaye tunaangukia katika dhambi isiyo ya lazima, dhambi ya kuvuruga akili yetu, dhambi ya kuchafua mioyo yetu. Tumesikia jana katika mafundisho. Kama mngekuepo kanisani jana nilipo mimi, nisingerudia haya. Lakini kwamba chochote unachoanza kufanya lazima ianze moyoni, lazima ianze kichwani. Unaifikiria na unaitenda na unaitekeleza. Dhambi inapotendwa, dhambi haipo kwenye mikono au haipo kwenye ile tendo halisi. Kwenye ile tendo halisi maamuzi yameshafanyika. Ndio maana tunasema maamuzi yako ya leo ni hatima yako ya kesho. Kwa hiyo ndugu zangu, tuangalie hivyo vyombo vya habari, simu zetu hizi, kompyuta zetu hazina shida, ni nzuri sana tu. Hazifunguki zenyewe halafu wewe ukasikiliza haya mambo. Ni wewe unaifungua na ni wewe unaiclick, unaifuatilia. Unaweza kufuatilia mambo hovyo lakini unashindwa kufuatilia mambo ya maana. Hebu kipindi hiki cha Kwaresma mwaka 2026 tujitahidi kuachana na hayo. Tujizungushe na mvuto mzuri na kuepuka mahusiano yenye sumu ambayo yanaweza kupoteza uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alituumba sisi akiwa na lengo. Sasa nani anataka tena apoteze mawazo yake, apoteze uhusiano wake na Kristo mwenyewe ambaye ametuumba sisi tuwe na yeye? Hakuna. Tunapaswa kuishi maisha matakatifu. Tunapaswa kuishi kama Kristo alivyoishi mwenyewe. Watumikie wengine. Acha ubinafsi. Tafute kuleta matokeo chanya katika ulimwengu wa sasa. Fanya kazi. Watu wazembe. Watu tuko kwenye magenge tunapiga porojo tu. Hatufanyi kazi na maisha yetu bila kazi. Ndiyo tunaangukia kwenye dhambi. Ndiyo maana mara nyingi tunashindwa kuishi kitakatifu. Sisi kazi yetu ni kuongea huko na huko na huko, hatufanyi kazi. Acha mazoea mabaya. Acha ubinafsi. Ufute kabisa na kuleta matokeo chanya katika maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, niendelee kusema tujifunze kushukuru kwa baraka katika maisha yetu. Mungu anapokujalia kitu fulani, shukuru. Ndugu anapokupa kitu fulani, shukuru. Ikimaanisha ndugu ni Mkristo mwenzetu. Akikupa kitu au nandi yoyote, shukuru. Kushukuru sio shida, shukuru. Endelea kutafuta kukua katika imani na
kuhalalisha maisha yako na uhusiano wako na Mungu. Tukiyafanya haya na tukijikita katika haya, sisi tutaishi maisha matakatifu. Kwaresma ya mwaka huu ituletee neema na baraka na utulivu katika maisha yetu. Tunapoendelea kujifunza, ndugu zangu, hebu tujitahidi. Hebu leo tuseme sisi tunapaswa kuishi kitakatifu kama Kristo alivyo mtakatifu.